Yazidi wewe. Naam. Vipi jamani? Ulikoni? Salamu alaykum. Wa alaykum salaam. Mama shikamoo. Marhaba. Shikamoo. Mjomba. Marhaba. Naam. Karibuni mkaa. Mjomba, ongea bwana, tusiweke muda umeenda huu. Mimi na mambo yangu ya kufanya. Mjomba, tafadhali leo ni siku yangu nzuri sana. Leo nipo katika ubora wangu. Kwa hiyo hapa mimi sikuja kuchelewa na kazi zangu za kufanya chungu mzima. Kwa hiyo hapa nimekuja kwa jambo hili moja. Mjomba, inavyofahamika farasi ni mnyama ambaye anakimbia mbio nyingi sana. Na sio mbio tu. Farasi ni mnyama ambaye anakimbia kilomita nyingi sana. Sifa ya chui ni kusaka. Halafu ni mgila. Nyama yake anaenda kula juu ya mti kwa sababu hapendi usumbufu. Sasa mjomba, kikao cha familia cha ukoo wako kimekaa, kimepanga, kimeangalia. Nimechukua jukumu mimi la kwenda kukuolea mke. Na mke mwenyewe huyu hapa. Mjomba, nimekutafutia chombo. Mjomba, nimekutafutia kitu ugonjwa wako. Haukosei. Mjomba, Singida Dodoma hii. Hii Tanga Marangu moja. Najua mjomba ulipingi kwa hili. Kwa sababu mjomba unatutia aibu. Unatufedhehesha. Kukaa na mwanamke mfu hana faida yoyote. Sasa nataka mtango utambaye uwani mpaka chumbani. Mjomba, nataka uzae. Mjomba, nataka watoto. Mimi, mama yako, ndugu zako, sisi sote hatuoni watoto. Hili jumba zuri lakini halina thamani yoyote. Hakuna watoto. Na utajiri wa maskini mjomba ni watoto. Leo hakuna watoto. Hakuna nini. Sasa faida iko wapi? Kaka Yazidi ameshakaa muda mrefu sana kumsubiria yule mwanamke wake. Na kama subira sasa haivuti yeye, inamvutia shari. Na ndio maana tukamtafutia mtoto mzuri mbichi. Mtoto kaenea kila idara. Ndio. Alafu vile vile mtoto mwenye maadili ya kwake yeye anayotaka ya Kiislamu. Mtoto kafundika kaleo kaleleka huyu mtoto. Sasa hapa hamna cha kupoteza mjomba. Ongea linalojiri, sisi tujue tunafanyaje. Sasa mjomba, tekeleza jukumu lililokufanyia. Mimi mwenyewe nimeenda kwao, nimefanya mipango yote, taratibu zote nimemaliza. Hapa kuna lingine, kusherekea tu. Kama anajiona hivi. Chezea mimi wewe. Barabara. Dada, unasemaje kwa hili? Una lolote la kuchangia, kutia uzito kidogo? Maana leo sipati picha dada yangu ile furaha unakuwa nayo. Kwa mkwe. Kwanza nashukuru sana tena sana wazazi wangu, kwa sababu baada ya mama basi ni wewe mjomba, lakini baada ya mjomba ni dada, kwa sababu amenitangulia kiumri. Lakini pia nimefurahi sana baada ya kugundua kuwa nyinyi akili zenu zimelala wapi, baada ya kujua kwamba nyinyi misimamo yenu bado iko pale pale. Mama, sijasikia chochote kuhusu mimi na mkweo. Vipi wewe, umekuja pia kwa support hao? Hapana mwanangu. Mimi nipo hapa kama mzazi, kiini cha familia.
lakini mimi binafsi nimeshawaonya na kuwasihi kuwa wewe una uhuru wako na maamuzi yako kuchagua maisha ulioamua kuishi kwa furaha na mwenzako, lakini wamenikatalia kata. Sikutaka mama aje kwa sababu unajua mama siku zote mtu akuharibu. Nimefuatana nao kwa ajili kujua ushawishi wao juu yako. Sawa mama. Nashukuru sana kwa hilo. Nina imani kubwa kwamba unaniamini sana mwanao kwa sababu umenilea vya kutosha na nikaleleka. Kwa hili ambalo linatokea sasa hivi, sitarajii kuja kuombwa msamaha tena kwa mara nyingine kama ilivyotokea kipindi cha nyuma. Mama, kwa kuwa unaniamini kijana wako, leo nitafanya kitu ambacho kiko sahihi kwa pande zote mbili. Unaitwa nani? Nasra. Nasra. Una jina zuri sana. Lakini pia na wewe ni mrembo vile vile. Kama jina lako. Kwa uzuri wako ulistahili kuwa na mume ambaye atakukamilishia kila mahitaji yako. Lakini pamoja na uzuri wako unaweza kuwa ni mzuri na una kila sifa. Lakini je, mahala ulipo ni sahihi kwako? Sina hakika. Lakini leo nitafanya kitu ambacho kitairidhisha familia yangu. Mambo ndio hayo bwana. Alafu wewe dada, wewe mdogo wangu wewe. Hivi wewe unasali sala 5 na hii mitandio si mishungi mijuba. Mbona unakuwa mnafiki sana wewe? Kaka, mimi sio mnafiki. Naongea yaliyokuwepo ndani ya moyo wangu. Uvungu wa moyo wangu. Acha mambo yako haya. Hasa ilikuwa ya nini kumpanda ile taxi ukatubana bana mle? Na sisi tushashiba bilioni letu. Mjomba, mimi ndio maana sikumtaka mama kwa sababu mama anajua siku zote kama mtu akuharibu tu. Mimi sikutaka Taji kwa sababu nilijua tungekuja sio wenyewe. Kwa si wenyewe tunatosha. Tumekaa tunajibana bana basi wenyewe tungetosha tumtumbili. Wenyewe tunajijua sisi. Ina maana anafurahia haya mamako. Si unaona alivyo kama ngurumbili. Usingekuja basi ukakaa kule cha kubimbi wewe mdogo wangu. Au ndio unajipendekeza kwa yule mwanao? Ndio upewe chumba kimoja ukae hapa? Acha mambo yako haya. Tazama, huyo ni mke wangu. Mke wangu wa ndoa, tena kipenzi. Mke ambaye nimechagua mimi mwenyewe kwa chaguo langu. Hajawahi kunikosea na sijawahi kumkosea hata kwa mara moja, hata kwa bahati mbaya. Tumekuwa tukiishi maisha ya furaha tu. Unahisi naweza nikamkosea kwa jambo hili tu la kuumwa? Jambo ambalo linaweza likamkuta mtu yoyote, hata mimi pia naweza nikaumwa. Ugonjwa ambao unakuja tu bila kutoa taarifa. Unahisi wale wamekuchukuliaje? Wamekuchukulia kuwa ni mwanamke ambaye hujielewi na hujui moyo wako umelala wapi. Sina uhakika wewe ni mwanamke wa aina gani. Lakini kwa mtazamo tu wewe unahisi ni mwanamke bora na unaweza kuwa mke bora kwa mumeo. Ila unahisi mimi naweza nikawa mume bora kwako? Naweza kuwa mume bora kwa mwanamke ambaye sio chaguo langu? Hicho ni kitu ambacho hakiwezekani. Hicho kitu siwezi kukupa uhakika nacho. Sitaki uwe na uhakika na kitu ambacho sina uhakika nacho. Jaribu kuvaa uhusika wake. Ujione wewe ndio umelala kitandani hapo. Alafu uone kama ndugu zangu hawajakuja na mwanamke mwingine ili waweze kukutoa katika nyumba hii na amweke huyo achukue nafasi yako. Tafadhali. Sihitaji kugawa upendo wangu kwake. Nampenda sana mke wangu. Ila kwa kuiridhisha familia yangu niko tayari kukuoa. Sasa naomba utoke hapa ukawaambie kuwa uko tayari kuolewa na mimi, mwanaume ambaye nina upendo kwa mwanamke mwingine,
ili uje kuteseka katika ndoa, wakati wewe ni mtoto mdogo na mzuri unayestahili kupata mwanaume aliyekuwa bora kwako. Nenda kawaambie. Nenda kawaambie. Kulikoni? Sinakuuliza, mbona unalia? Imekuwaje huko? Mbona nalia? Kulikoni? Sinakuuliza wewe. Dazamda, nilikuwa nakuheshimu sana. Nilikuwa nakuchukulia kama dada yangu. Ila wewe umefanya nini? Hivi kweli unanitoa kwetu? Unaleta kuja kushiriki mauaji ya mwanamke mwenzangu? Ngoja kwanza. Ulisema mke wa Yazid amefariki, si ndio? Ulisema mke wa Yazid amekufa. Yule kule ndani ni nani? Dada wa watu wanapigania uhai wake, Zamda. Alafu unanileta kuja kushiriki mauaji kweli? Mama, unamuona mwanao? Yaani amefikia hatua mpaka anasema mke wangu kwa ameshakufa.